Brother. Poa. Vipi bro? Poa poa. Samahani lakini. Samahani. Bila samahani. Nilikuwa nakufananisha na jamaa mwingine alikuwa anapenda kujiita Uncle Omi. Uncle Omi? Ndio mimi brother. Wewe Zigamba? Zigamba mimi mwenyewe. Na vile kaka. Nyingi brother. Safi. Vile lakini. Fresh ndugu yangu, nashukuru Mungu. Mbona uko hivi? Wewe wacha tu. Maisha ndugu yangu, maisha. Maisha? Maisha. Basi ndio wewe na hali ya namna hii kaka. Kulikoni? Ni story ndefu. Hata hivyo, mimi mwenyewe nilikuwa napita saa hii. Nilikuwa nasunguka kutafuta kazi. Basi kama ni kazi umepata. Maana kama mimi mwenyewe nilikuwa nataka mtu wa kazi. So mwenyewe nimetoka mihangaiko yangu ya biashara. So nilikuwa ndo narudi nyumbani hivi. So tunaweza tukaongozana. Nikakuonyesha ile kazi ambayo niko nayo. Nitashukuru Mungu sana endapo utanisaidia. Usijali kaka. Nashukuru. Wewe tukaenda. Asante. Mbona mimi nafanya kazi ndugu yangu? Mimi nafanya kazi sana. Kama vile nilivyokuonyesha ile nyumba. Huko chini ile lolote ni la kwangu. Na hapa naishi na mke wangu. So cha kukuzingatia na kukusisitiza. Ndio. Umeletwa hapa na kazi ndugu yangu. Ndio. Hapa umeletwa na kazi tu. Mambo mengine achana nayo kabisa. Na kusisitiza mambo mengine achana nayo. Mambo mengine achana nayo kabisa. Basi ni sawa, hakuna shida. Maana sitaki tuongee sana. Nadhani kilichokuleta unakifahamu. Ndio. Na kitu kingine boss, maybe nikusifie tu kidogo. Wewe umebarikiwa sana. Ndio maana umejenga nyumba kuelekea huko juu. Ukiamka tu unasalimiana na Yesu, mara umepigana kikumbo na shetani, halafu utoke uende kazini. Hongera sana. Ali ndugu yangu ujake hizo jokes zako yani kutoka zamani mpaka sasa hivi. Wallahi. Si hivyo. Wacha nikuulize basi. Kwani hizi nyumba refu hivi zinaitwaje? Hizi zinaitwa magorofa. Hizi tumebarikiwa tu. Nasikia gorofa mimi huwa naziona kitabuni tu na kwenye movie. Sasa ndio hivyo umekuja kuziona kabisa. Basi ni sawa, mimi nakusisitiza tena, mimi nitaendelea kufanya kazi mpaka wewe mwenyewe unapenda. Sawa. Sasa wewe usijali. Wewe tuko pamoja. Basi sawa, mimi nashukuru boss wangu. Nashukuru. Basi utaanza kazi yako huko. Lakini mimi kuna shughuli nilikuwa nataka kwenda kufanya. Asante. Sawa. Hey baby. Njoo kidogo hapa.
Zigamba. Zigamba. Hebu njoo kidogo. Naam boss. Huyu anaitwa Zigamba. Zigamba. Huyu ndo mke wangu. Anaitwa Sada. Mke wangu huyu ndo atakuwa anashughulika na mambo ya getini kule na mazingira kufanya usafi hapo. Na Zigamba. Naam. Kama nilivyokuelekeza hapa, nilichofuata hapa nini ni kazi. Mambo mengine unaachana nayo. Hebu fuata shughuli zako. Sawa boss. Hebu tuende ndani. Ndio mkuu. Unajua kitu gani kimenileta? Ndio mkuu. Ni muda sasa, siku zimeenda, mawiki yamesonga, miezi na hata miaka sasa. Na unajua katika chama chetu ni baada ya miaka miwili tunatakiwa kutoa kafara. Vipi swala hilo, mbona umenyamazia? Mkuu, kama unavyojua mimi sina mtoto na mke wangu mlimkataa akasema hafai, lakini niko na mgeni wangu hapa, mlinzi wangu wa geti. Kama anaweza kufaa tumtoe huyo kafara kipindi kisubiri mke wangu apate mtoto. Vipi, kijana wa getini ni ndugu yako ama ni damu yako? Hapana mkuu. Basi hilo haliwezekani. Tunachokihitaji ni damu yako tu, wala si vinginevyo. Sawa.